Mutore wera-ini wa Mothe Yesu e Paulo akimera nichoka yangatho Onokio wanyu no menywe ni andu othe Oniero ciara rũrũ rũremi rũtũrĩku rũtigĩcunjĩka maũndũ mothe Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho Shangilia kwa Bwana. Kila mtu cheza na mwenzako. Cheza na mwenzako. Mwenzako. Nenda kanisani yako sasa. Nenda kanisani yako. Yesu ni mwema. Eukai muone Yesu ni mwema. Eukai yone muone ni mwema. Eukai muone Yesu ni mwema. Aitere thakame tondu ni mwega Eukai nyothe muone ni mwega Eukai muone Yesu ni mwega Eukai nyothe muone ni mwega Eukai muone wega wa Baba Eukai muone Yesu ni mwega Eukai nyothe muone ni mwega Eukai muone Yesu ni mwega Aitere mutine tondu ni mwega Aitire thakame tondu ni mwega Tukumelu Waiga rere Katukume tukumelu Waiga rere Kanyeso ni waiga Waiga rere Katukume tukumelu Waiga rere Kanyeso ni waiga Waiga rere Katukume tukumelu Waiga rere Kanake tukumelu Waiga rere Kanyeso ni waiga Waiga rere Katukume tukumelu Waiga rere Kanyeso ni waiga Waiga rere Katukume tukumelu Waiga rere Kanyeso ni waiga Ya marako Waiga rere Katukume tukumelu Waiga rere Katukume tukumelu Ya mundu Tete Oemokome yoro Oze Yoetidero Kuli namurata Ogeana Hariaje Desone Weri Tuare ama Ande Kanoge Ekaibia mundu Omwelo Ekaibia Onge Oemokome yoro Ekaibia Onge
aje Enjezone were twariama Nandono nge wanata Kaizia mondo Hallelujah, 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 hallelujah. Inua mikono yako juu tunapoenda kumwabudu Bwana. Nda moyo wako unapoingia katika kuabudu Mungu, unapoingia katika ibada kwa kuabudu, kuonyesha moyo wako na Mungu. Mpenda kuwa tayari kushukuru Mungu. Mimina moyo wako kwa Mungu. Kwa siku ya leo kuna nafasi ya kushukuru Mungu. Hiyo nafasi ndio sasa. Acha moyo wako. Hapo inakwambia Bwana ni asante kwa siku ya leo. Thank you Lord. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Katikati
wananchi. Baba, kwa hakika siku ya leo Baba ufalme, Baba ni baraka katika maisha yetu ya ufalme. Tunakushukuru Baba ufalme kwa kuwa ufalme umeweza kutupa uwezo Baba, umeweza kutupa nguvu zako ya ufalme. Tunakushuhudia Baba ufalme kutoka katika ibada ya kwanza Baba ufalme. Sasa tumeingia katika ibada ya pili Baba ufalme. Pia tuna moja wa shukrani kwa kuwa ufalme. Tunashuhudia Baba kututendea juu ufalme. Tunakushuhudia Baba ufalme kutuongoza juu ufalme.
siku ya Baba ufalme. Naamini ya kwamba ufalme ni siku ya baraka Baba, ni siku yenye baraka Baba katika maisha yetu Jehova, na katika maisha ya ndugu Baba ufalme, na katika maisha ya watazamaji Baba ufalme. Asante kwa kuwa ufalme umeweza kuamua siku ya leo ufalme, watu wengi Baba wakapata kupokea baraka zako Jehova ufalme. Baba, watazamaji wetu Baba ufalme, tunaweka mkono wako Jehova ufalme. Kaongoze Baba, kanena nao Baba ufalme. Kanena moja wa kila mmoja wetu Jehova ufalme. Najua kama ufalme ni wengi wako katika matatizo mbalimbali Baba. Siku ya Baba ufalme ni siku Baba ya kumaliza matatizo katika maisha ya Jehova ufalme. Ni siku Baba kutatua shida katika maisha ya Baba ufalme. Kwa neema Baba kusidi Jehova, kusidi kutazamia neno lako takatifu Jehova ufalme, na kusidi Baba kutazamia wewe Jehova ufalme. Kwa kuwa ndiye Mungu unaweza yote Jehova ufalme. Siku ya leo naamini ya kwamba ufalme wengi Baba wataweza kufunguliwa Baba ufalme katika ulimwengu mbalimbali Baba ufalme. Wengi wamefungwa katika ulimwengu wa dhambi, wengi wako katika ulimwengu wa giza mbalimbali Baba ufalme. Siku ya leo Baba ufalme na neema Baba ufalme kufunguliwa kwa Baba. Kaonekane Jehova, kanena maisha kila mmoja wetu Jehova ufalme. Kana tazamia hili neno lako takatifu Jehova ufalme. Kana tusema kwa runinga Baba, ni yote yaliyodhuri banda yako mahali Baba ufalme. Kanene Baba kuhusu shinda yake Baba ufalme. Baba najua kwamba ufalme kuna neno Baba umeweza kuweka ndani ya moyo mtumishi wako Baba ufalme, na kufungua Baba kila tatizo Baba katika maisha ya kila mmoja Jehova ufalme, na kufungua kila shida Baba katika maisha ya kila mmoja wetu Jehova ufalme. Hebu siku ya leo Baba ufalme, kila mmoja wetu Baba akapata kufunguliwa Jehova. Asante Jehova, asante kwa mbingu na nchi. Wanakwaya Baba inakosimama mbele zako Jehova, kwa neema Baba ufalme. Watoto Baba inapokusifu Jehova ufalme, kwa neema Baba ufalme. Pia Baba Junior wanapokusifu Jehova, kwa neema Jehova ufalme. Siku leo kila mmoja wetu Jehova ufalme aliyetusamia hili neno Baba ufalme, kanena baraka katika maisha yako Jehova ufalme. Asante Jehova, asante kibilo letu Jehova ufalme. Tunaamini siku leo Baba ufalme itakuwa siku ya baraka katika maisha yetu Jehova ufalme. Na sifa katika mada yetu Baba, tunapotabatisha kwa siku leo Jehova, kanena baraka katika maisha yetu Jehova ufalme. Tuongoze Baba ufalme, na kila jambo Baba sifa na utukufu utaanzia mwingine bali wewe Jehova. Tuongoze Baba, na ukae pamoja nasi Jehova ufalme. Hadi tutakapotamatisha ibada zetu Baba, sifa na utukufu tutakurejea Jehova. Na asante Baba, kwa kuwa ni Mungu unaweza endelea meriti Baba. Kwa kutupa hii nafasi kwa siku ya leo ufalme. Baba isundia Baba kwa bariki wote Jehova ufalme. Kainue studio Baba ufalme. Baba hebu uwezo wako kwa pamoja na studio Baba. Asante Yesu. Asante Mungu. Baba ni Mungu uliamuru siku ya leo Jehova ufalme. Kila mmoja Baba apate kubarikiwa Jehova ufalme. Nasi Baba tutakapotamatisha ibada zetu kwa siku ya leo Jehova ufalme, sifa na tukufu takurejea Jehova. Asante Baba, na katika njia ya ufalme tunaomba na kuamini. Wada mpata kukaa. Upata kukaa. Amen. Amen. Niwape mapumziko. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo na moyo wa shukrani siku ya leo kuwa pamoja nanyi, kuwa pamoja tukishukuru Mungu, tukimega mkate pamoja. Najua kwamba ni baraka kubwa ambayo Mungu ameweza kunena katika maisha yetu. Ni baraka kubwa Mungu kujalia kuwa pamoja nasi kwa siku ya leo, tukishiriki ibada ya leo tukiwa pamoja. Hakika ni baraka. Amen. Amen. Kwa hivyo naamini siku ya leo ni siku ambayo ni siku ya baraka. Ni siku ambayo Mungu ananena baraka katika maisha yako. Ni siku Mungu ananena
mambo makuu katika maisha yako. Kwa hivyo tusindi kumtazamia Mungu ambaye ndiye aliyetufungua katika ulimwengu tuliokuwa tumefungwa ulimwengu ambao hatungeweza kujifungua, lakini kwa uwezo wake ameweza kutupa neema kuwa pamoja kwa ibada ya leo. Kwa hivyo mtazamaji wa Meru TV, katika mara tena na kushukuru kwa kuwa pamoja nasi na ukaribisha usindi kuwa pamoja nasi kwa leo kwa ibada zetu, na Mungu atasindi kubariki. Kwa hivyo fuatilia ibada zetu katika ibada ya pili bando, usindi kuwa pamoja nasi na utasindi kupokea baraka tele katika maisha yako. Kwa hivyo nawaomba mara tena mnisaidie kukaribisha kwa makofi makubwa zaidi. Tunamwalika vizuri 1 2 3, mwalike vizuri, shangwe kelele kwa Yesu. Kwa hivyo mtazamaji, mahali popote ulipo, haki tunakuheshimu sana kwa kuwa pamoja nasi tukishiriki neno la Mungu pamoja, tukishiriki ibada ya leo pamoja. Mungu asindi kubariki na Mungu asindi kutenda mema unaposindi kusikiza, na hakika utakapata mashitisa ibada ya leo, hakika utashuhudia Mungu katika maisha yako. Kwa hivyo kuwa pamoja nasi, usipanduke mahali huko, tusindi kumega huu mkate tukiwa pamoja. Kwa hivyo kwa nafasi hii na waomba msaidie kualika mwimbaji kwa jina la Kendi. Kwa hivyo tuko na mwimbaji katika kanisa letu. Mungu ametujalia kuwa na neema, tuko ndani. Kwa hivyo na waomba msaidie kumwalika kwa makofi mazuri ili apate kusimama na kusifu Mungu kwa njia ya wimbo. Juu Mungu amembariki sana, amempea nafasi ya kutoa nyimbo kutukuza Mungu kwa njia ya wimbo. Kwa hivyo Kendi, nafasi ni 1 2 3, makofi mazuri kwa mwimbaji. Karibu sana. Haleluya. Asifiwe. Kwa hivyo ni asante kwa Mungu hapo amenifikisha. Hakika Mungu amenitoa mbali. Ngani mwana wa mbali na amenifikisha mbali. Ni mwimbaji nyimbo za Injili, na nitaweza kuimba wimbo moja ambao nimeimba kuhusu upendo wa Yesu, jinsi alivyonipenda. Maana kama sio jinsi nilivyo, kama tu mimi ningali Yesu ndio niko hapa na afya niko hivyo. Wendo never kia Mungu na gete wendo ba never nene ura baba umbe ura kwa mudara bene nonto bo kia kunya Mungu na gete Bwana
Odara bene non to bakwa. Ukia kumia moru hageti. Ukia kumia moru hageti. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hizo nyimbo zangu ziko YouTube. Ukitaka kunisupport unaweza kusubscribe. Kwa akaunti yangu naitwa Kendi Hamos, na wakati una subscribe wimbo wangu, kama unataka nipate kitu, una watch huo wimbo unaisha wote. Bwana asifiwe. Lakini ukisubscribe ukiacha kama wimbo hujaisha, hakuna kitu naweza pata. Kwa hivyo ukisubscribe angalia wimbo wote uishe ili uweze kunisupport katika wimbaji wangu na Mungu atakubariki. Makofi zaidi kwa mwimbaji. Hiyo nafasi nzuri. Kwa hiyo nafasi tumepata nafasi nzuri. Hallelujah, hallelujah. 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 Kwa hivyo tumepata nafasi nzuri ya kuimbiwa na mwimbaji ambaye Mungu ameweza kumpa neema. Mungu ametupa neema, ametujalia kuwa na mwimbaji katika kanisa letu. Kwa hivyo ni shukrani kwa Mungu kwa kuwa yote. Hallelujah. 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 Amen. Kwa hivyo uko na furaha kwa Mungu? Uko na furaha siku ya leo? Hapo Mungu ametujalia neema. Tulikuwa na mwimbaji ambaye ni wa kanisa letu. Hizo nyimbo ameimba yeye mwenyewe na bando Mungu anasindi kutuinua katika hili kanisa. Kwa hivyo kwa nafasi watatu wa hapa ndio nataka kupea nafasi ili wasinde kusifu Mungu tukiwa pamoja. Amen. Kwa hivyo ibada zetu siku ya leo, sasa tutaingia kwa waimbaji, kwaya, tuko na Sunday school, tuko na junior. Kwa hivyo tunaingia kuwapea nafasi ili kutoka hapa tuweze kupata nafasi kusikiza kutoka kwa mmoja wa Meru TV. Halafu tutaingia katika ibada yetu ya kusindi kusikiza neno la Mungu tukiwa pamoja. Amen. Kwa hivyo ndio program tuko nayo kwa leo tukiendelea. Kwa hivyo nafasi hii nataka kupeana kwa watoto watatu ambao wamejiandaa ili waweze kusifu Mungu. Tafadhali juu ya muda ukikaa sana navuka hiyo nafasi. Juu ya muda ukikaa sana hiyo nafasi yako navuka napeana kwa wengine. Kutoka hapo tunaingia kwa kwaya ya hapa. Halafu kutoka hapo kutoka kwa watoto tunaingia kwa junior kutoka Mwiriene. Then ndio tuingie kwa kwaya ya kutoka hapa. Kwa hivyo hawa watoto wakitoka tunaingia kwa kwaya ya wana junior kutoka Mwiriene. Kwa hivyo nafasi ni yao. Mko na furaha mkiwangoja? Sioni mkifurahia. Na mbona mko na hasira kweli? Kwani umefanywa nini? Uliza njiani yako mbona amekasirika? Anasema aje? Amefurahia. Ndio nilikuwa nataka kujua hiyo. Juu nikiangalia nilikuwa naona kama mkasirika. Lakini kama mko na furaha tunaendelea pamoja. Kwa hivyo kwa nafasi hiyo tunaingia kwa watoto, hao watoto watatu. Mara ya kwanza, ya pili, watatu, mkaribishe watoto kwa makofi mazuri. Karibuni sana. Umwami wacu
Unyanagira rusiro kwa rutare ruratheruka nikuturanya nagirira Ngai gotiro getawe Yuhete gore no mwihoko Chitheru wewe mugaruri Tuyende muno monege niyo kidwa monereri Katuire dishoka gyokitira kushoka girie gato Wakumeno damene kote ufao kinyetiria Chitheru wewe mugaruri Kuonane odwe tuwadari Wende uwe kere kiroge kwa onyitete kiajereria Unyanagira rusiro kwa rutare ruratheruka nikuturanya nagirira Ngai gotiro getawe Yuhete gore no mwihoko Chitheru wewe mugaruri Koragithia moride kai na jife Nagithugu dore koragithia ya udiothe mathire Toi wagarura miro kihonokia moride kai Okihonokia ya hudi makimenya we mugaruri Wene uwe kere kiroge kwa onyitete kiajereria Unyanagira rusiro kwa rutare ruratheruka Nikuturanya nagirira Ngai gotiro getawe Yuhete gore no mwihoko Chitheru wewe mugaruri Mugaruri wa maundu mawi mugarurania Ukarureire mwisho wako kaurehe kibiriria Uthu wakwa ukautua kianjiriria kia uhoti Ni unyina mureire ngoro ino yatoire nyina mu Wene uwe kere kiroge kwa onyitete kianjiriria Unyanagira rusiro kwa rutare ruratheruka Nikuturanya nagirira Ngai gotiro getawe Yuhete gore no mwihoko Chitheru wewe mugaruri Wene uwe kere kiroge kwa onyitete kiajereria Unyanagira rusiro kwa rutare ruratheruka Nikuturanya nagirira Ngai gotiro getawe Yuhete gore no mwihoko Chitheru wewe mugaruri Wene uwe kere kiroge kwa onyitete kiajereria Unyanagira rusiro kwa rutare ruratheruka Nikuturanya nagirira Ngai gotiro getawe Yuhete gore no mwihoko Chitheru wewe mugaruri Yuhete gore no mwihoko Chitheru wewe mugaruri Yuhete gore no mwihoko Chitheru wewe mugaruri Wapi makofi ya waimbaji? Kwa hivyo ni watoto walikuwa na mwalimu wao. Kwa leo ni neema kubwa wametuimbia. Amen. Kwa hivyo juu ya muda nitaenda kwa haraka zaidi. Juu naona banda zetu bando leo tumechelewa kidogo na mambo ndivyo yako mengi. Mtaniruhusu niruke kidogo haraka haraka ili tuweze kupeana nafasi kwa watu wanaohitaji nafasi kwa siku ya leo. Kwa hivyo wana junior kutoka Mwiriene, wana junior nafasi ni yenu, na kwa haraka zaidi tafadhali muweze ukaribia ili muweze kusifu Mungu. Kwa hivyo makofi mazuri kwa wana junior. Nawapea nafasi mpande hapa. Hao nawapea neema kuanzia sasa, wanakwaya wote waweze kupanda waimbie kwa jukwaa hili waweze kuonekana vizuri.
mambo kwa Yesu. Jamani raha kwa Yesu. Jamani safi kwa Yesu. Jamani shwari kwa Yesu. Jamani mambo kwa Yesu. Jamani mambo kwa Yesu. Ukiwa na Yesu utabadilika. Ukiwa na Yesu utabadilika. Hawezi kukuacha kama ulivyo. Ndoa yako ina shida ataiponya. Jamani huyu Yesu ni mzuri. Watoto wanaumwa kila wakati. Kwa jina la Yesu watapona. Umeandamwa na mikosi ya kurushiwa. Kwa jina la Yesu itaondoka. Jamani huyu Yesu ni mwema. Jamani huyu Yesu ni mzuri. Jamani huyu Yesu ni mzuri. Jamani mambo kwa Yesu. Jamani raha kwa Yesu. Jamani safi kwa Yesu. Jamani shwari kwa Yesu. Jamani mambo kwa Yesu. Jamani mambo kwa Yesu. Kama unampenda Yesu sema amen. Kama unampenda Yesu sema haleluya. Kama unampenda Yesu sema yeah. Kama unampenda Yesu sema amen. Kama unampenda Yesu sema amina. Niacheni msinishike nimcheze Mungu. Niacheni msinishike nimcheze Mungu. Niacheni msinishike nimcheze Mungu. Niacheni msinishike nimcheze Mungu. Kina mama kina baba kina baba kina. Cheza baba cheza mama cheza. Upande Mungu. Niacheni msinishike nimcheze Mungu. Niacheni msinishike nimcheze Mungu. Kina mama kina baba kina baba kina. Hallelujah. Jamani mambo kwa Yesu. Jamani raha kwa Yesu. Jamani safi kwa Yesu. Jamani shwari kwa Yesu. Jamani mambo kwa Yesu. Jamani mambo kwa Yesu. Haya, makofi mazuri kwa watoto. Kwa hivyo ni watoto Mungu amepea neema, wamejipanga vizuri, si ndio? Simeshuhudia hiyo. Kwa hivyo tafadhali, kwa nafasi hii tunaingia kwa kwaya ya hapa, wajiandae. Alafu watoto tafadhali, kwa heshima kubwa, watoto kwa heshima kubwa tafadhali, kama umekalia kiti
pea mtu mzima akalie. Tafadhali naomba tusimama mtoto, ili watu wamesimama wengi wapate kukaa. Tafadhali mtoto, kwa heshima kubwa upeane nafasi kwa mtu mkubwa ili aweze kukaa, ili aweze ukalia kiti umekalia, na mambo yatakuwa mzuri. Kwa hivyo kwa nafasi hii ni ya kwaya ya hapa, ndio nataka kupea nafasi. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, makofi kwao. Karibuni sana wanakwaya, nafasi ni hapa, mweza kusifu Mungu. Nikimalizia kwaya kutoka Irindi, kwaya menjipanga, kwaya kutoka Irindi, alafu tuingie kwa kwaya kutoka Mea tunapoendelea. Toto lile ana
Haya, makofi zaidi kwa wanakwaya. Makofi zaidi. Haya. Kwa hivyo bando wanazidi kusifu Mungu kwa njia ya wimbo. Nitapeana kwa kwaya kutoka Irindi, tafadhali kwa haraka zaidi. Kwaya kutoka Irindi ndio napea nafasi ili waweze kusifu Mungu kwa sasa. Kwa hivyo makofi mazuri kwa wana kwaya kutoka Irindi. Karibuni sana. Kutoka hapo wanakwaya kutoka Mea wajiandae. Alafu tukitoka Mea kuna junior ya kutoka Mwiriene. Tunapo Sindi. Kwa hivyo tulikanire nawe na doka dina mabataro maria ndirenda we uingirie Ngai wakwa ndũnyihanyihirwo maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa ingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihirwo igũrũ na thĩ nĩ nene mũno na waciũmbire na kiugo kĩmwe mabataro makwa ti kĩndũ gweta kiugo kĩmwe nyone wega Ngai wakwa ndũnyihanyihirwo maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa manyitĩte ingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihirwo irio njega nyonaga ikĩrĩo ona niĩ ngaigua nderirĩria Tutiare a muoyo ine, tuare a cora e a muno, con
tusharirie tusharirie na moro awe toragare mudafiforia wama nebo tushiarage mashiaro mario kwenda. Haya, makofi zaidi kwa na kwaya. Kwa hivyo tafadhali, kama uko na wimbo ungetaka wimbo fike mapema, tutaki kupoteza muda sana, ndio muda wetu bado unasindi kwenda. Kama kuna wimbo tafadhali, ukijua uko karibu kufikiwa na peana wimbo mapema ili tuweze kufikiwa mapema. Kwa hivyo wanakwaya wa Kilera wa Mea, karibuni sana, makofi mazuri kwao, karibuni sana. Kutoka hapo Wakadhelo wanjipange, maana ndio wanaingia.
Haleluya, makofi mazuri kwa Yesu. Kwa hivyo ni vyema, Mungu ametupea baraka kubwa siku ya leo. Tumekuwa na wana kwaya wengi wamesindi kutuimbia. Kwa hivyo ningeomba tafadhali nivunje protocol kidogo, si ndio? Ilikuwa kwamba wote waimbe, kwaya wote waimbe, alafu nipeane kwa umoja wa Meru TV. Mngependa nimwalike mapema? Kwa hivyo mmoja anayewakilisha Meru TV, nikimalizia hii kwaya ya kutoka Kadhelwa wakiimba, ndio nitampea nafasi hili hapo katikati tuweze kuendelea na hizo kwaya zingine tunapoendelea. Kwa hivyo tukimalizia hii kwaya ya kutoka Kadhelwa, napeana kwa mmoja anayewakilisha Meru TV ili aweze kuongea nasi, atuambie 1, 2, 3 vile tunaendelea, kama tuko sawa ama tuko sawa, si ndio? Kwa hivyo sasa hiyo kwa nafasi hii nitapeana kwa wanakwaya kutoka Kadhelwa waweze kumsifu Mungu. Wanakwaya kutoka Kadhelwa, tafadhali nafasi ni yenu. Makofi mazuri kwao. Yesu, Mungu alime na inalimo vyako.
nelia na ngige na manginyo. Baba naramba wana wangalima okorore kankara egana rukumyo eria tonana na sare wako okare janera ona toga kenanera orungu baba naramba wana wangalima okorore kankara egana rukumyo eria tonana na sare wako okare janera ona toga kenanera. Indali mobyaku okareka nkoma ebinyangia maramiria miaka tanja besu ondali mena indali mobyaku bebandelia na ngige na manginyo. Ondali mena indali mobyaku bebanelia na ngige na manginyo. Makofi zaidi. Makofi zaidi na zaidi kwa kwaya zote. Asanteni sana. Hiyo ilikuwa ni kwaya kutoka Kadhelwa. Kwa hivyo kwa nafasi hiyo ingine tukitoka kwa Wamer TV na peana kwa Junior kutoka Mwiriene ili tuweze kuendelea, alafu kutoka hapo nitafungiwa na watoto wa kutoka hapa ili tuweze kuingia katika ibada zetu. Amen. Kwa hivyo mngependa kumsikiza kutoka Mer TV? Kama kuna mngoja mkono hapo sasa. Mnamngoja hivyo kweli? Mnamngoja hivyo? Tunataka kujiandaa sasa kumwalika. Njoo wametuweka live Mer TV, si ndio? Kwa hivyo tunataka tumpe nafasi asimame ili akuje atuambie tunaenda vizuri, tunaendelea aje, ama anataka tuende aje, ama kumekuwa aje, ameshuhudia nini hapa, ama ni aje anajifeel, si ndio? Kwa hivyo tunataka kumwalika sasa, jiandae vizuri kwa makofi mazuri. Tumwalike mmoja kutoka Mer TV. Naye ni nani? Kale Kakiramana. Mwakasikia? Kwa hivyo ndio tunataka kumwalika. Makofi mazuri kwake sasa. 1 2 3 kwa Kale Kakiramana. Makofi mazuri, makofi mazuri, makofi zaidi. Karibu sana, makofi mpaka afike hapa. Makofi mpaka afike. Karibu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Mko fiti? Mko fresh? Mimi niko fresh barida. Nashukuru Mungu. Bwana asifiwe. Ambia rafiki yako amesalimiwa na Kale Kakiramana. Mwera ukethwi Kale Kakiramana.
akaraka wa mwari kuthongoma ya ina mwari kumeane ya mukuru kiria mana Potaibu ibana bendete kuthikira Kameme Gathire FM ibana bathi bategara TV ya Meru TV. Thank you chiringaringira nimpe. Sisi tumefurahia kuwa pamoja na nyinyi kana batutu wetu mno kwethira turamona babu tukari ya Meru TV. Thank you pastor for coming back. Yani thank you for coming back. Bwana asifiwe. Tena menya no ntubura torerete o lakini karibuni tena. Ituboendete, itu abo misete. Pastor, we missed you. Washirika wa pastor tuliwa miss. Amkumbuki tukikuja huku miaka iliyopita? Amkumbuki? Sasa karibuni, si ndio? Yeah. Karibuni. Era mchoroku karibu Kiremeru TV na Dhere FM. Karibu sana. Mwera rengi karibu Kiremeru TV na Dhere FM. Mwera Dhere FM, weregero bwa Meru. Mwera Dhere FM, iweregero bwa Meru. Alafu mwera Meru TV, sionere mwanya. Ndrenda to shout na a very big shout. Meru TV sionere mwanya. Meru TV sionere mwanya. Thank you chiringaringira nipe na abwe. Ai. Thank you na tukinyamba watu weni tuwe ya kubuka va live ruare tuwe kato beliongere pastor na edrete akitu liongere tukunyinge muno na atuta nyaba atu ya tochoke nkatho kana atia nawe atu ya tochoke mkono teu menya kinya pastor no ari ara kawin na hambe ta haba tenda kuya tuwere atuye. In fact kinya tuamburingere thimo tuko tomwera kesho tunakuja, kesho tunamuka au angao sijui tomwera hapana royo katukeya wendo tuingire mwarine tuijire atwira na abo nwichi na araura RGM imochie. Karibuni. Bwana asifiwe. Tingaringire ni pastor no perenge lende inkwendo bumenyithie Meru TV ejete na njira ya mwanya, njira nene era muchoroku ejete na njira ya mwanya na njira nene. Meru TV cionere mwanya tuejete na njira ya batare atari mwera ya batare atari yani njira kemuri Aratu jogeta tukiwa Meru TV cionere mwanya as in see the difference. Kwe mwanya bukuona ke Meru TV, kwe mwanya bukuona kweli yuni yonere tukwa Meru TV cionere mwanya na teruare yake ikenya na Kenya tochoka na koimuchie turiuga atiri baraba akinyete ngire iba itume ataria no tumwena motia weta atia mwena motia weta atia mwena motia weta atia mwena motia weta atia Meru TV mwena motie au kinya barabara kinyete ngire iba kinya ataria nara bona nende ngwera mwena motie omba kwithira akirita tegera ni TV ya Meru TV tuko tionde kuma Jumatatu yani mathaa yothe na mibango mwanki yoko weria ya ukenia kitwana tuna mibango yetwana tuna kanya kara pastor bomba kuthira betu tumiriria batunekira kiuo kya gukiria nkoro chietu na kyo tutharima na mibango ingi mingi bo wendete ku watch movie tuna kanya ka ku watch movie kithakire kinya uka watch no komba kuthira kiwirwa weko kumuchi. Bwana asifiwe. Na kwa ya kwena ndeto kiri news to akunekeria ndeto chiri na uthibo Meru ira tiogwa owe ukwenda kumenya makareka yare yakarekete county ne yetu ya Meru o ya county ya Meru na kinya thiguru ne yetu yonde ya Kenya. Bwana asifiwe. Yunu yo mwanya Meru TV toyete na yotu watanirete na Kameme Gathire FM ya narimwe na imwe katanta ile wirigiro bwa Meru. Okay akwethira news chetu chiri ukunuka no wete kire Facebook page yetu ira ni Meru TV Kenya ukomba kwethira ukithiatira mitaratara na mibango no keta kire YouTube channel iretwa Meru Digital ira muchaura ku Meru Digital uketa kire Meru Digital na kukomba ukethira ukithiatira mibango yonthe ara ura kinya thai ukiawita kire thimu eku ukarura YouTube uketa wethire uketa wethire service ire arora kire YouTube Meru Digital teu na nyoke akurura Facebook Meru TV Kenya thai ukethira ya yonthe tukubwithia yare ara live kenda kinya wana ukarandika okumuche nende wa Elia brabo gweta atia bro kuina bro kuthingatia no ntunende batu twendete kuyukia muno kwanja mtu akithingia bibi bitu wira tia bro kuthingia bro kutheka
bro kuna unira kale medho yau yoto ko yukatia nende wendo wana mutie etakire Facebook page Meru TV Kenya ombe kuthrokia elia kipindi kionde wakiona kuma kwa mwambirio mwankare wanka mwicho na wetakire YouTube Meru TV Digital ukomba kuthroa ukithiatira mitaratara yonde na kire website yetu ni merudigital.co.ke bukona tuita mantu kimuri website merudigital.co.ke unakinya kuo kethro kiwata ndeto chire na uthio bomero uri beta wakalega kiramana mwari kuthongome yaina mwari kumea ya mukuru kiramana ndeta mubango jweta warumuri era muchoro kuru muri akire kameme kadhere FM tukuchonde chekiumia Jumatatu mwanka Njuma thaa 12 cherukiri mwanka thaa 4 twina mtu weta wa Mwenda Nchamba era muchoro ku Mwenda Nchamba ibana baibo Mwenda Nchamba tureta mubango jero muri turina mtu wetwa Mwenda Nchamba nteire ninkande na team Kithumba ente kumnya kithira bakona kanya weje batukendie kwanza muibwe direte bwendo kwa kaitakara ya muno wadau wangu mko vipi DJ Spark kujendi salimia wadau bwana uredi waba iba wiche nduwe jo na uge no atia inataro mama na ndena kinya our manager Mr. Eric tera menya kithira ari around ya tukethie ninge kenda atona mwanya si ndio na Nyanchamba iro miki nyayo atukethie iko no atia atebo na abwe kumone butwena thaka intamurungi gimoko kia chibo ningi mukona mako bwe ari aeli wetu rabo turabukira bana bateu karibu sana our manager karibu muri garigera ni pejete makofi mazuri kwa manager ubukona bura ina nkanya atamburuge kibogo kia chibo teu ai kabisa karibuni sana ujeni turambiriria na manager mkubwa wetu unwe atubanga mantu na raura tukendo turaturia na atira mantu ndana na Meru TV ya isawa sawa karibu sana tumesema tunakupenda asante sana God is good all the time. Yes, good. Amen. Amesema yote sitaongeza, itakuwa sasa nitaribu. Tumekuja hapa kama Meru TV kumshukuru pastor amekuwa na sisi na tulisema leo pia tumsurprise. Mume dance, mumeimba, mumefanya hiyo yote iko huko nje. Amesema hivyo kila kitu. Kwa majina naitwa Eriko Ntongodu ama Ongodo. Tunafanya na wao kama familia na tunaomba maombi. Hiyo maombi ndo itafanya tuendelee. Ama ni uongo? Ama ni ukweli? Ni ukweli eh? Tunaomba maombi sana. Pastor wenyu amekuwa na sisi ndio maana tuko hapa. Mengi tutaongea. Juu amesema yote. Asanteni eh? Yeah. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni DJ Spark, Yesu ni Bwana. Okay. Sina maneno mengi ila kuwashukuru sana pastor. Before nitoke, maybe my camera person anaweza kosa kusimama hapa hivi. Anaitwa Ramsi, ndio? Bwana wabariki. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimesema wacha niongee nikiwa mche tu sasa. Mimi ni kama mwenyeji. Tumekaa na nyinyi almost 1 month, mwezi mmoja mzima yote, na nafikiri na wiki kama 2 hivi. Nimekuwa nikikuja every Sunday. Nashukua program ile inakujaga Saturday na inarudiwa Sunday asubuhi. Na by the way, ni nani wanaangaliaga hiyo kipindi? Ibanga na bona kipindi kiu kienu kia kanisa ya kumbe ibona bukiona ira TV na kaike dimo togera muntu ajokia thimo yewe akarugurira ke YouTube kana kera antu bage kana gashare tu togere kenda baba inge bamenya ko bubo ko dire kare ko bubo ko bwithe kao tebua na de
Oni kinyari eto aingwete kiborije teo kana kaka chokera. Agwe bate komenya. Bakaria atea. Bate komenya. Katukuona kitu ta kumenya. Oh. Oni betawa murithi wa banki ripotera Meru TV ku Maja Mirigone ya Igembe. Mawa. Ndio tawata. Yes. Alafu ngekala ndeka mbwere utubumwe. Mote jo na mpangi jo ore. Te mote jo ngomo ya jo menya jo na mote. Lakini mote jo ajo na wande jo kwa jo akora. Otije mote buinde. Kangu ale gemero no to kame mege to kara ye gemero te. Otije mote buinde. Mote jo te tege miaga roje ro ruko kana ro theru kana ro kukenda jo kura. Ola menyo. Kinyoga tura rui ro ruko mote ajo akora. Yo te tambua de ro ruko kira jo te ya kimbi. Iroji. Na kwa mushiriko kanise. Ugategemea manto jaome manto jari kukendo kura kana utegemea pasta ake mote jera mote jo te tegemea ga roje ro ruko kana ro theru roje iroje teu na gote roje ro teoria mwanki ne jo ga kana ti nyo jo gere roje ro kana muchau no jo kora tebu kaya mutalime sana tafakari ya babu. Wapi makofi ya Meru TV kwa ujumla? Makofi zaidi kwa Meru TV, wajua tunawapenda. Haya, haijatosha. Nataka sasa mjiandae sasa kupiga makofi ya Meru TV, si ndio? Ni heshima kubwa kutupea nafasi kama hii kuwa honea kutoka asubuhi mpaka ibada yetu yote kwa siku ya leo. Kwa hivyo nawaomba tuwashukuru sana kwa makofi. Tumeona walikuwa wote mpaka manager tuko na yeye hapa, si ndio? Kwa hivyo kwa hiyo heshima sasa, andaa makofi yako vizuri sasa ya kushukuru Meru TV, si ndio? Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, makofi, shangwe na kelele ya Meru TV. Asante sana. Kwa hivyo Meru TV tunawapenda zaidi, na msindi tusitasindi kusimama nanyi msindi kusimama nasi tukihubiri neno la Mungu. Watu wengi wasindi kupokea moyo wa Mungu na wasindi kubarikiwa zaidi. Kwa hivyo kwa nafasi hii nitapeana kwa wana junior kutoka Mwiriene, alafu kutoka hapo nitaingia kwa watoto hapa, na tafadhali juu ya munda tafadhali, kuna wengine sijapea nafasi hapo, mniruhusu tafadhali. Tumeenda sana, muda wetu umeenda sana, na hapo ni mpaka tujaribu kutimiza hiyo masaa, na tukipeana kwa wote tafadhali muda hautatosha. Amen. Kwa hivyo tafadhali, kama nimekuacha, kama sijakupea nafasi, tafadhali kuwa feel free. Njoo muda ndio umeenda sana, tuko tunataraji tutakuwa hapa kama saa hii ibada ikiendelea ya wakwaya. Kwa hivyo nafasi niona junior kutoka Mwiriene, makofi mazuri kwao, karibuni sana. Tafadhali nikikupea nafasi, mkipoteza muda na wafungia nje. Please. Nani? Nilikuwa karibu niwatoe hapo, tafadhali. Please. Watoto wa hapa mkipoteza nafasi na wafungia nje. Tafadhali ndio mnaingia next. Mjiorganize, mjipange vizuri. Ndio muda huko pamoja nasi. Kwa hivyo award Guardian Angel.
Ulivoleo, ioni ya leo. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Matatizo ulionayo, hizo shida ulionazo. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Rada ibadilike. Rada ibadilike. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Rada ibadilike. Rada ibadilike. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Wamekubali kama jina, wakakuitanisha na shida. Hawajui kunaye anayepeana majina. Hawajui na watawaijua ni nini kesho Mungu amepanga na maisha yako. Cha muhimu niwe kujitambua na usonge na rada yake. Hawajui na watawaijua ni nini kesho Mungu amepanga na maisha yako. Cha muhimu niwe kujitambua na usonge na rada yake. Leo, hiyo ni ya leo. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Matatizo ulionayo, hizo shida ulionazo. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Rada ibadilike. Rada ibadilike. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Rada ibadilike. Rada ibadilike. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Wanakusema sema sana, weka zana, usichoke kupambana. Yote ukimwamini Bwana, story yako itabadilika. Walinisema hivyo 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 hivyo, ona sasa story yangu imebadilika. Aliyefanya hivyo 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 kwangu mimi, kwako pia hatabadilisha. Leo, hiyo ni ya leo. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Matatizo ulionayo, hizo shida ulionazo. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Rada ibadilike. Rada ibadilike. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Rada ibadilike. Rada ibadilike. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Rada ibadilike. Rada ibadilike. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Rada ibadilike. Rada ibadilike. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Rada ibadilike. Haya, makofi mazuri kwa Junior. Kwa hivyo nafasi mzuri zaidi tumesindi kusifu. Kwa hivyo tafadhali, nimesema tena tafadhali, 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 kama utapata nafasi please, juu ya muda tumeenda sana please. Kwa hivyo kwa sasa napeana kwa watoto wa hapa ili waweze kusifu Mungu kwa njia ya wimbo, halafu tukiingia kwa nafasi nyingine. Watoto wa pasta mwe tayari, kwaya ya pasta mwe tayari, kwaya ya pasta kutoka hapo mwe tayari. Kwa hivyo nafasi ni watoto wa hapa. Makofi mazuri kwa watoto. Wemushamo kadiraga, wetu tano
Wapi makofi ya watoto? Haya, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo kwa nafasi hii nitapeana kwa watoto nitapeana kwa kwaya ya pasta waweze kusifu Mungu kwa sasa. Kwa hivyo kwaya ya pasta, wapi makofi ya kwaya ya pasta? Karibuni sana. wangu mtima unabubutika nawe, natamani tukukamata selfie ni post ili watu wajue niko sambamba na wewe, safi na wewe. Wangu mtima unabubutika nawe, natamani tukukamata selfie ni post ili watu wajue niko sambamba na wewe. Uliyasikia milango ukanifungulia, isoma blessing nikazipokea, niko sawa. Maombi uliyasikia milango ukanifungulia, isoma blessing nikazipokea, niko sawa sawa. Sadaka na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadaka na wewe, niko sawa sawa. Sadaka na wewe, najua unachunga maisha
Wapi makofi ya wana junior? Kwa hivyo leo ni siku njema, siku ya baraka ambayo ni siku Mungu ametujalia kuwa pamoja, tukishirikiana pamoja katika kusikiza neno la Mungu. Ameongoza watu wengi kuweza kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo mtazamaji ambaye Mungu amekupa neema ya kujiunga nasi kwa siku ya leo, naamini ya kwamba umesindi kubarikiwa kwa neno la Mungu, umesindi kubarikiwa zaidi kupitia hili kanisa la RGM. Bando tunakuanga kila Saturday saa 3:30 jioni. Sindi kufuatilia kipindi chetu na bando utasindi kubarikiwa mtazamaji, na pia Sunday asubuhi saa 1 tunakuanga na marundio katika station ya Meru TV, na Mungu atasindi kubariki. Kwa hivyo mtazamaji, sindi kusikiza Meru TV, sindi kutazama Meru TV, na Mungu atasindi kubariki. Kwa hivyo kwa nafasi hii nitapeana kwa mtoto mmoja ambaye ako na shairi tukifunga. Kwa hivyo nafasi ni yake, alafu kutoka hapa tunaingia kwa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa jina langu naitwa Alistair Smiles. Naelewa kitabu cha Methali mwanzo hadi wa pili. Inasema Methali za Suleimani mwana wa Daudi mfalme wa Israeli, kujua hekima na adabu na kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa matendo ya busara katika haki na hukumu na adili, kuopo jinga refu na kijana maarifa na hatari. Mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu afikie mashauri yenye njia. Kufahamu methali na kitendawili na maneno yenye hekima na mafimbo yao. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu dharau hekima na adabu. Ukweli itakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Mwanao mwenye dhambi kushawishi wewe usikubali. Wakisema haya njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu. Tuotea asiye na hatia bila sababu. Tuomezee yai kama kuzimu na zima kama hao washikao shimoni. Tutapata mali yote tazijaza nyumba zetu mateka. Wote shikiana nasi tutakuwa na vitu vyote shirika. Mwanangu siende njiani pamoja nao, jizuie miguu yako katika mapito yake. Maana miguu yao huenda mbio mwovuni, hufanya haraka ili kumwaga damu. Mwanangu, kwa kuwa mtego wa bure mbele ya macho ya ndege yoyote. Mwanangu, kama ukakubali maneno yangu nikaeka akiba maagizo yangu, hata ukatega sikio lako usikie hekima na kuelekeza moyo wako upate ufahamu. Naam, ukiita busara na kupendeza sauti ya kupata ufahamu. Ukasafuta kama fedha na dhahabu, kama hazina iliyotiririka. Makofi zaidi. Kwa hivyo kwa nafasi hii please, kuna wanakwaya wa Mwenda, tafadhali nawapea dakika 3 peke yake. Wanakwaya wa Mwenda tafadhali, mwenye alikuwa na wimbo nawapea dakika 3. Alafu tukimalizia, hao wanakwaya akimalizia, sote tusimame ili tuweze kukaribisha neno la Mungu, si ndio? Kwa hivyo ndio wanapea nafasi ya mwisho kwa dakika kama 3, alafu kutoka hapo tunaingia kwa neno la Mungu. Kwa hivyo mpendo, usiende mbali, tuko na chakula hiko hapo tele, kila kitu hiko, usibanduke mali huko, tusindi kuwa pamoja tunapoendelea kwa kusikiza neno la Mungu, ambao ndio nafasi muhimu zaidi tunayoingia kutoka kwa sasa. Kwa hivyo wanakwaya, karibuni sana.
bring your console to the morning. Yo, blessed up bring your console to the morning. Kuna bwana moja wa kicha alipenda kuomba chakula kwa mama fulani, mama fulani. Siku moja yule mama alipanga amtilie sumu yule wazimu wa kila afe aondoke kabisa. Kule njiani alipotana na watoto wa yule mama, akawagawanyia kile chakula. Watoto wake wakala wakafa, yule wazimu akabaki mzima. Ishara kwamba unayoyatenda unajitendea mwenyewe. Watoto wake wakala wakafa, yule wazimu akabaki mzima. Ishara kwamba unayoyatenda unajitendea mwenyewe. Ukitenda mema unajitendea mwenyewe, ukitenda maovu unajitendea mwenyewe. Ukitenda mema unajitendea mwenyewe, ukitenda maovu unajitendea mwenyewe. Salimia watu pesa huisha, gari upata pancha, hivi ni vitu vya dunia. Hizi kidole nacho wanyoshea watu, vingine vinne ninajinyoshea mwenyewe. Hizi kidole nacho wanyoshea watu, vingine vinne ninajinyoshea mwenyewe. Ninaozungumza nao juu ya wenzangu, wanazungumza nao juu yangu mimi. Naozungumza nao juu ya wengine jamani, wanazungumza nao juu yangu mimi. Tenda mema ondoka uende, alona chuki na wewe mpende, kwa sababu unayoyatenda unajitendea mwenyewe. Tenda mema ondoka uende, alona chuki na wewe mpende, kwa sababu unayoyatenda unajitendea mwenyewe. Ukitenda mema unajitendea mwenyewe, ukitenda maovu 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 unajitendea mwenyewe. Simba Sound Production. Wapi makofi ya wanandanza? Wapi makofi ya wanakwaya wote? Makofi mazuri zaidi. Kwa hivyo ni neema kubwa tumekuwa pamoja tukisindi kutumbuizwa na wanandanza wa kutoka kanisa yetu ya Kadhelo. Kwa hivyo kwa wageni tafadhali, si mtindo wa kuchelewa hivi, lakini ni mambo ilikuwa mengi zaidi, ndio maana tumesukuma mpaka saizi. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa kuwa tuko pamoja nanyi mpaka sasa, tukijiandaa kuweza kusikiza neno la Mungu kwa ibada ya pili, ambalo neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, si ndio? Neno la Mungu ni nani? Kuna hadi tulipewa asubuhi. Wangapi wanakumbuka? Kuna hadi tulipewa asubuhi. Ni wangapi wanakumbuka? Hamkumbuki. Kuna hadi tulipewa asubuhi, mimi nakumbuka. Kwa hivyo ibada zetu Wednesday tuko hapa jioni saa 1 mpaka saa 2:30. Friday pia tuko hapa jioni saa 1 kamili mpaka saa 2:30. Amen. Kwa hivyo tusindi kuhudhuria mafundisho, tusindi kuwa karibu na Mungu ili tusindi kubarikiwa zaidi. Kwa hivyo mtazamaji, mara tena nawakaribisha katika kipindi cha pili ambao ni main service. Tunaingia katika kusikiza neno la Mungu, neno la baraka, neno la kufungua katika maisha yetu. Kwa hivyo katika ibada ya kwanza tulipewa ahadi ya kuwa kuna mwenye ako kanisani
na ataenda jehanamu. Mnakumbuka? Na kuna mwenye ako kanisani na ataenda uzimani. Amen. Tuko pamoja? Amen. Hai, mbona hamna furaha kweli? Kwa hivyo tuliambiwa kuna mwenye ako kanisani na ataenda jehanamu. Kuna mwenye ako kanisani na ataenda uzimani. Kwa hivyo hii ni nafasi ambayo Mungu amepeana ili tuweze kujua hao watu ni nani ataenda jehanamu, ni nani ataenda uzimani. Kwa hivyo nawaomba kwa miguu yenu tupate kusimama, kila umoja tupate kusimama. Tusimame kwa miguu yetu tafadhali. Tusimame. Tafuta nafasi mahali uko sasa, nataka tushangilie vizuri. Mahali uko tafuta nafasi nzuri. Tunapoenda kualika neno la Mungu, tunaenda kukaribisha neno la Mungu, tunaenda kusikiza kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo nafasi nzuri zaidi tumefikia, ambayo hiyo nafasi ndiyo nafasi imetuweka tukiwa connected na Mungu. Amen. Kwa hivyo nitahesabu mara ya kwanza mpaka ya 3, tushangilie vizuri ili tuweze kukaribisha mnenaji ama mchungaji wetu kwa siku ya leo. Mara ya kwanza, ya pili, ya 3, makofi, shangwe na kelele kwa Yesu. Kelele zaidi kwa Yesu. Karibu sana mchungaji wa Mungu. Haleluya. Kabla sijaendelea, nataka wachungaji wetu wakuje hapa. Hamjasikia? Mnafahamu kama wanajeshi, si ati ya kwamba mnaamka bila kwaya inaamka. Nyinyi mnafahamu amke kiharaka. Msimame hapa juu. Kabla mambo yote, kuna watu wako nje. Sijui ni wasirika wa wapi. Hao watu wote wako nje, waambie waingie ndani. Tulisa hii kidogo. Kuna wale watu wamekalia boda pale, waambie waingie ndani. Walikuwa wanaimba hapa, wameimba na wakatoka nje. Waambie waingie ndani. Haleluya. Tunataka tuimbe wimbo moja sasa. Sawa sawa. Haleluya. Tunataka kuimba wimbo moja. Tuwekewe wimbo. Ninyi mkae, sisi tuimbe tukiwa tumesimama. Ama namna gani? Okay, simameni sasa. Ndisira ndo eta adobenja bere magume. Amuko tayari? Madhuri, please, Malongo Madhuri. Tunataka kuimba wimbo. Mwenda atatuwekea wimbo. Sijui tuimbe Kigoso ama tuimbe gani. Madhuri, please, Madhuri. Mudhuri ruare ate kaniseni. Teko meina hari. Si uset set drum na gita peke yake na tuimbe ama namna gani? Gita na set drum hiyo inatosa. Simbiti set drum haina. Mudhuri nuko meaweni. Ai.
1 2 1 2 1 2. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inquario oro wa wendo. Wendo yo jede toni Jesu. Utari murugure ne modu. Ni wendo wa magega nyangoro yakwa. Oro yakwe akima tuma. Oro yakwe kaigawe. Tondu wa muono ya koroni we uikatia Mundu akwete tondu waku we awakia kuire na kiriuka na wendo wake aliona ngoro yakwa ndirapena ngoro yakwa yatuma ngoro yakwa kaigawe wega itondu wa muono pia Kana ile maru endo
niwe ganga imunonokia yake Yesu yeyoate owaku nononokia ikaote kanute otremokoro Otremo poroko utohaze ene no hallelujah no hallelujah no hallelujah ko utogase mania no hallelujah no hallelujah no hallelujah ko utogase mania ele kaiga Jesu kaiga Jesu ko utogase mania kaiga Jesu Sokoto asema ene no hallelujah hallelujah koto asema no hallelujah no hallelujah koto asema ene utremonake koto asema utremonake koto asema ene no hallelujah hallelujah koto asema no hallelujah koto asema ene tokaro aga koto asema tokaro aga koto asema ene no hallelujah koto asema no hallelujah koto asema move nyora monene ole akuwe kinya Yesu asoke doriane we aire kore ine yaku soka komodan we da to irende kweraga wiri yo tamati wa igoro dokuwereye kono ore miwanyu kaya ni moe merango ya igoro lebe ine modani wanyu are amatete kaya mekwe mwankine are asiomete kaya moyone yoyo tugano ineka baba tuato woe dato irende mweraga kodo wore miwanyu eni moe merango ya igoro lebe hallelujah wapi makofi shangwe na vigelegele hallelujah amen keti chini tunaanzia hapa tukimalizia huko tunaanzia na Katheloa mea erindie mweriene sawa mtu aseme jina mahali anahubiri na anahubiri na kanisa gani juu ya muda. Hata mimi pia niko na furaha na mshukuru Mungu kwa siku ya leo ametupa neema kuwa pamoja. Niko na furaha nyingi sana. Haleluya. Kwa majina naitwa Pastor Mwenda, nahubiri upande wa Katheloa na kanisa ya RGM kiongozwa na Bishop Ibrahim. Haleluya. Kwa majina naitwa Jackson Mithika Musa, nahubiri na kanisa ya Mea RGM. Bishop wangu ni Bishop Ibrahimu, amenitoa mbali na hata ameniambia niende nikahubiri. Sikuenda na mawazo yangu, nilikuwa naona kama siwezi, nilienda na sauti na naona kanisa inanawiri. Baki na habari ya Bwana.
Bwana Yesu asifiwe. Marito yako mbeto walisa ndiye tawanga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baba ingia bambishe mbeto akisi. Bwana Yesu asifiwe. Akisi ndiye tawari yake biashara, lakini marito yako yako mbeto walisa ndiye tawanga. Bwana Yesu asifiwe. Ningote kia ruande na moyo nkadho. Ruande na kuweru ni kwa watu na wadugu na ndanda watu waliana labo. Lakini nonto mru pastor na tutumra turatoka rure makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda tutakulia bange. Bwana Yesu asifiwe. Ndatera nika lakini rwari ndakolwelia nge. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa rwari na moyo nkadho kwa watu amwe. Tukwenda ngitwari na pastor kanisa neto. Bwana Yesu asifiwe. Na toina Meru TV. Mungu na atodharimira pastor Rombo tumeri injili na turomba kwa watu kitharimo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa urwari na moyo nkadho niko twatolea Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumerasia kanisa ya Rinje ya RGM nimpenda ndio pastor kwa tuongozi pastor ni bishop wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na amani ya mada. Ya Bwana asifiwe. Uwe tuwe ni ngwanda moyo kwerua na shukrani kwa madhani watu kuna ruya tuwete woni mtawa mudhamia mosi kanya kibo pambeta kanlulu na mudubu murian tuwe ngurua sine pastor tu pastor Ibrahim murian kita ye tuwe de kamungi bwa ndo wa tukanarua tena guru mno ndo wa ramurungu tuaniete nye bantu kanarua utoma kinela kapo kadali mwa Kofi. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa sababu ya neema ambao ametujalia kuendeleza injili mwaka huu wote. Tumeona Mungu kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi huu wa Disemba. Mungu ametupa neema kuhubiri injili. Makanisa hayo mengine yote Mungu ameyaleta huu mwaka, na ndio tuna sifa na shukrani mbele za Mungu. Haleluya. Kwa hivyo naamini ya kwamba Mungu anatupenda na ndio ametupa mwaka huu wote, na alituahidi katika kitabu cha Warumi akasema atakosaye kutukirimia vitu vyote pamoja naye. Yeye akusuilia mwanawe, atakosaye kutukirimia vitu vyote pamoja naye. Haleluya. Tumemaliza mwaka salama na Mungu ametupa amani, ametupa uzima. Hakuna mtu amelazwa hospitali, sote tuko na afya, tuko na amani. Tunafaa tushukuru Mungu na tusangilie Mungu kwa sababu ya kutuhifadhi mwaka mzima. Haleluya. Kwa hivyo nawatakia Krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Kwa hivyo mtazamaji wetu na kutakia Krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Mungu ametufanikisha mwaka mzima, na leo tunasema ni asante hata kwa sababu ya kufika Disemba tukiwa salama, tukiwa na afya, tukiwa na amani, watoto wetu wakiwa sawa, familia zetu zikiwa sawa. Tuambie Bwana ni asante. Ambia Bwana ni asante kwa sababu ya kumalisha mwaka salama. Sangilia Bwana na makofi, sangwe na bigelegele. Kwa hivyo mtazamaji, Mungu asidi kukubariki unaposherekea sikukuu. Unajua sikukuu tarehe 25 watu wamsherekea siku ile Yesu alizaliwa. Lakini nikisoma kwa Biblia, Mungu alifisa jambo hilo. Mungu hakuandika tarehe 25 Disemba ndio Yesu alizaliwa. Ndio unaona Mungu hana mwanzo wala mwisho. Ndio Mungu alifisa siku hiyo ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na kusudi la Mungu kudhihirisha Yesu Kristo asaliwe, si tuserekee, si tukule kuku, si tusije mbuzi na ng'ombe na mchele na sapo. Hapana, kusudi la Yesu kusaliwa ni ili atuokoe kutokana na dhambi zetu. Haleluya. Maandiko inaeleza katika kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 21, maandiko inasema atasaliwa mwana, jina lake ataitwa Yesu, ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Kusudi mpendwa la Yesu kusaliwa ni ili akuokoe kutokana na dhambi. Dhambi ilitesa moyo wa mwanadamu.
Dhambi ilihangaisha mwanadamu. Baada ya Mungu kuumba mwanadamu na mwanadamu akamuasi Mungu, dhambi ilihangaisha moyo wa mwanadamu. Na Mungu alipoangalia jambo hilo akapenda ulimwengu. Ndio maandiko inasema kitabu cha Yohana 3 mstari wa 16, maandiko inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akatoa mwana wake wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Mungu alionyesha pendo lake wakati mwanadamu alipomwasi Mungu na mwanadamu akaenda mbali na Mungu. Mungu alidhihirisha upendo wake, na alipodhihirisha upendo wake tunaona kitabu cha Isaya 7 mstari wa 14. Maandiko inasema, tazama nitawapa ishara, bikira atachukua mimba, atazaa mwana, jina lake ataitwa Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Kwa wakati Adamu alipomwasi Mungu, Mungu aliondoka duniani na ndio Mungu alidhihirishwa katika mwili. Ukiangalia kitabu cha Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 16, maandiko inasema siri ya utauwa ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika mwili. Tukaona utukufu kama utukufu wa mwana wa pekee, amejaa neema na kweli. Ukiangalia Biblia inaeleza siri ya utauwa ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika nini? Mwili. Na ukisoma Yohana sura ya 1 mstari wa 14, maandiko inasema neno akafanyika mwili, tukaona utukufu kama utukufu wa mwana wa pekee, amejaa neema na kweli. Wakati Mungu alipoondoka duniani, Mungu aliangalia kaona mwanadamu anahangaishwa na dhambi na Shetani. Ndio Mungu alidhihirisha mwana wake Yesu Kristo akazaliwa kama mwanadamu kwa kusudi la kuokoa mwanadamu kutokana na dhambi. Haleluya. Kwa hivyo Mungu alidhihirisha mwanawe kwa kusudi la kuokoa mwanadamu kutokana na dhambi. Na Yesu alipozaliwa, maandiko inaeleza alizaliwa tuokoe katika dhambi zetu. Yesu alipozaliwa katika mwili, maandiko inaeleza kitabu cha Warumi 8 mstari wa 3 inasema yale yasiyowezekana kwa sheria kwa sababu ya udhaifu katika mwili, Mungu mwenyewe alidhihirisha mwanawe kwa mfano wa mwili ili ahukumu dhambi katika mwili. Wakati Mungu alidhihirisha mwanawe kwa mfano wa mwili ni ili ahukumu dhambi katika mwili. Angalia kitabu cha Petro wa kwanza sura yake ni ya 2 mstari wa 24. Maandiko inasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tuwe wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kukupigwa kwake tumeponywa. Haleluya. Kusudi la Yesu kuja katika mwili ni ahukumu dhambi katika mwili, ni ili asukue dhambi zetu katika mwili. Mbona dhambi inatesa wanadamu mpaka wa leo? Mbona watu wanahangaishwa na dhambi mpaka wa leo? Kwa sababu hawayaamini Yesu alihukumu dhambi katika mwili. Kwa sababu hawayaamini Yesu alichukua dhambi katika mwili. Unapoamini Yesu alichukua dhambi katika mwili wake juu ya mti, hautabaki na dhambi tena. Utaweza kupokea haki ya Mungu ambayo imedhihirika pasipo matendo. Haki ambayo imedhihirika pasipo sheria ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya nini? Ya imani. Haleluya. Maandiko inazidi kueleza namna gani kuhusu mwili wa Yesu Kristo. Angalia Biblia inaeleza kitabu cha Petro wa kwanza 3 mstari wa 18. Maandiko inasema Kristo aliteswa kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauawa, lakini roho yake ikauishwa. Kwa hivyo Kristo alikuwa mwenye haki, hana dhambi, hakutenda dhambi, hakuwa na dhambi yoyote ndani yake. Yesu alikuwa mtakatifu, hakutenda dhambi na hakujua dhambi, akakuja akafanywa dhambi. Ukiangalia kitabu cha Wakorintho wa 2:5 mstari wake wa 21, maandiko inasema yeye asiyejua dhambi alimfanya dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yule hakujua dhambi ni Yesu. Yesu hakujua dhambi, hakutenda dhambi. Angalia kitabu cha Petro wa kwanza, mpendwa mtazamaji na hapa kanisani, tuangalie kitabu cha Petro wa kwanza sura yake ni ya 2 mstari wake ni wa 22. Maandiko inasema yeye hakutenda dhambi wala ila ikuonekana kinywani mwake. Yeye hakutenda dhambi wala ila ikuonekana kinywani mwake. Nani huyu hakutenda dhambi? Yesu Kristo hakutenda dhambi.
kwa sababu Yesu alikuwa mtakatifu. Na hata wakati Mariamu alipotokewa na malaika, aliambiwa utazaa mwana na jina lake ataitwa mwana waliye juu, kwa maana mimba ulio nayo kila utazaa ataitwa mwana wa Mungu aliye juu, yani mtakatifu. Yesu alizaliwa pasipo uwezo wa mwanadamu, pasipo uwezo wa mwanaume. Ni nguvu ya Mungu ilimkalia Mariamu, akapokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ili aweze kuzaa mwokozi ambao ni Yesu Kristo. Hatungehitaji kuokolewa na mwanadamu mwenye dhambi. Makuhani waliwekwa wengi, lakini hawakuweza kusuluhisha dhambi zetu. Lakini Yesu ambaye ni kuhani mtakatifu aliyetengwa na wakosaji, hakujua dhambi, hakutenda dhambi, alikuja akafanywa dhambi kwa niaba yetu. Haleluya. Ndio maandiko inasema yeye asiyejua dhambi alifanywa dhambi kwa ajili yetu. Na tukiangalia maandiko inasema hakutenda dhambi wala ila ikuonekana kinywani mwake. Huyu ndiye Yesu ambaye alikuja kwa sababu ya kutuokoa kutokana na dhambi. Na hii ndio siri nataka kila mmoja wenu hapa kanisani na yule anayenisikiza mahali popote alipo, ukiwa kwa nyumba yako, ukiwa kwa hoteli, ukiwa unatazama tu kwa ukiwa unatazama hata YouTube ama kwa FB, nisikize uweze kuelewa njia ya kuoswa dhambi zako. Uweze jiosa dhambi zako, uweze jitakaza. Ayalisi utajitakasa muda gani, hautawahi jitakaza. Lakini Mungu alituma Yesu Kristo katika mwili, akachukua dhambi katika mwili. Na mbona damu yake ilitoka katika mwili wake, katika hiyo damu ikatuosha dhambi zote. Haleluya. Maandiko inaeleza namna gani Yesu mwenyewe aliongea kuhusu damu yake. Angalia Mathayo 26 mstari wa 28. Yesu alisema hii ni damu ya agano inomwagwa kwa ajili ya wengi kupata ondoleo la dhambi. Hii ni damu ya agano inomwagika kwa ajili ya wengi kupata ondoleo la dhambi. Angalia kitabu cha Waebrania, mpendo mtazamaji, na hapa kanisani tuungane katika kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 22. Maandiko inasema karibu vitu vyote katika Torati usafishwa kwa damu, na pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo. Pasipo umwagikaji wa damu hakuna msamaha wa dhambi. Nataka tuungane na wewe kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura yake ni ya kwanza mstari wa 7. Maandiko inasema tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, tushirikiana sisi kwa sisi, na damu ya mwana wake Yesu Kristo yatuosha dhambi zote. Nini inatuosha dhambi? Ni kutubu, ni kuombewa, ni kuambiwa rudia nyuma yangu, ni kujitakasa. Oh Mungu, mimi ni mwenye dhambi, nitakase. Hapana. Kile kinaosha dhambi ni damu ya Yesu Kristo. Na tukiangalia Biblia imeshatueleza. Angalia kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5. Maandiko inasema namna gani? Yeye atupendaye ametuosha dhambi zetu na damu yake. Nani huyu atupendaye? Yesu Kristo atupendaye ametuosha dhambi zetu kwa damu yake. Damu ya Yesu Kristo ni ya kuosha dhambi, si ya kujifunika nayo. Watu wengi wamefumbanishwa na dini. Watu wengi wamekandamizwa na wahubiri. Wanaambiwa ninamwaga damu ya Yesu barabarani, nafunika nyumba yangu na damu ya Yesu, watoto wangu damu ya Yesu. Damu ya Yesu si ya kumwaga barabarani. Damu ya Yesu si ya kujifunika nayo. Damu ya Yesu Kristo kazi yake ni ya kuosha dhambi. Na ukisaoswa dhambi, Mungu ako pamoja na wewe. Anaahidi sitakuacha wala sitakufungukia. Kwa hivyo ukisaoswa dhambi, Mungu ako pamoja na wewe, akuazi, akufungukii. Lakini wale hawayaoswa dhambi zao ndio wanatumia damu ya Yesu kujifunika nayo, kujitakasa nayo, kuimwaga barabarani wanaposafiri, kufunika nyumba, familia zao na damu ya Yesu. Damu ya Yesu alisema, damu yake mwenyewe alinena kuhusu damu yake. Akasema hii ni damu ya agano inayomwagika kwa ajili ya wengi kupata ondoleo la dhambi. Akusema ni ya kujifunika nayo. Damu ya Yesu si mlangeti ujifunike nayo. Damu ya Yesu Kristo ni ya kuosha dhambi iliyo ndani ya moyo wako. Na dhambi iliyo ndani ya moyo wako ikioswa, hata matendo yako yatakuwa matakatifu. Na ndio maandiko inasema kama
kama sina ni takatifu, hata mastawi yatakuwa matakatifu. Haleluya. Baada ya kuoshwa dhambi zako na damu ya Yesu Kristo, matendo maovu yanatoweka. Ulevi unatoweka, uasherati unatoweka, wizi unatoweka, uongo unaondoka, kwa sababu haya yote ni mazao ya dhambi. Baada ya dhambi kuozwa, unapokea moyo mwingine, unapokea roho mpya ndani ya moyo wako, roho ambaye anashinda ulimwengu, roho anashinda dhambi, roho ambaye anashinda Shetani. Na ndio maandiko inasema aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule anayetawala dunia hii. Unaye Yesu ndani ya moyo wako? Unaye Yesu ndani ya moyo wako? Unajua ukuu wa Yesu na uwezo wa Kristo? Kristo akiwa ndani yako, anaingia, anaua mwili wa dhambi, anafufua roho ya haki. Haleluya. Watu wengi wanafikirianga ukisa sema damu imekutakasa, hata ukitenda nini wewe bado wewe ni mwenye haki. Hapana, haimaanishi hivyo. Haimaanishi hivyo. Ukioshwa dhambi na mazao yake yameondoka. Kuna wakati wana wa Israeli Mungu aliwaambia ya kwamba fukuseni wake wa Amori pamoja na watoto wao. Sio kama mmoja soma hapo katika kitabu cha Esra, Mungu aliwaambia fukuseni wake wa Amori pamoja na watoto wao. Jambo hili kwa wana wa Israeli lilikuwa ngumu sana, lakini walipopokea neno la Mungu walifukuza wake wa Amori pamoja na watoto wao. Mke wa Amori ni dhambi iliyo ndani ya moyo, watoto wao ni mazao. Si ufukuze mke wa Amori alafu baki na mtoto wake. Hapana, ni ufukuze mke wa Amori pamoja na watoto wake. Mungu anapozungumza jambo hilo, anazungumza kuhusu dhambi iliyo ndani ya moyo na mazao ya dhambi. Kwa hivyo wakati dhambi inapooshwa ndani ya moyo, hiyo dhambi inaondoka pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake mbaya. Haleluya. Ndio unaanza maisha mengine mapya. Una ukurasa mwingine mpya unafunguliwa. Na hapo unaanza maisha matakatifu, maisha makamilifu, maisha ya imani, maisha ya rohoni, maisha ya kuhubiria wale wengine kazi ya Yesu Kristo aliyotenda maishani mwako. Unakiri nilikuwa muovu, lakini Yesu amenibadilisha. Haleluya. Nilikuwa mnajisi, lakini Yesu amenitakasa. Nilikuwa sistahili, lakini Yesu amenifanya ninastahili. Nilikuwa sifai, Yesu amenifanya ninafaa. Nilikuwa duni, Yesu amenifanya kitu. Nilikuwa nadharauliwa, Yesu amenipa heshima. Yesu amenipika heshima. Nilikuwa sina utukufu, Yesu amenipika utukufu wake. Haleluya. Huyu ndiye Yesu akiingia maishani mwako, maisha yako yanabadilika. Watu wanang'ang'ana kwenda makanisani kuambiwa panda mbegu, toa sadaka fulani ili ubarikiwe, fanya hivi ubarikiwe. Mungu hausi baraka. Mungu hausi nini? Baraka ya kwanza si utajiri. Unaweza kuwa na magari na manyumba na masamba na mali na uende jehanamu. Baraka ya kwanza ambayo Mungu anatupatia ni msamaha wa dhambi. Baraka ya kwanza ni nini? Msamaha wa dhambi. Na ndio kitabu cha Zaburi 32 mstari wa kwanza inasema, heri mtu yule aliyesamehewa dhambi zake na Bwana amhesabii dhambi. Yule amebarikiwa ni yule amesamehewa. Amesamehewa nini? Alafu inamalizia hapo? Hapana, inasema ni yule Mungu amhesabii dhambi. Kama unahesabiwa dhambi hauna baraka. Sema haleluya. Haleluya. Ukisamehewa dhambi zako umebarikiwa. Na kama umebarikiwa, baraka hiyo, Mithali inasema baraka ya Mungu huvuta utajiri. Baraka ya Mungu huvuta nini? Utajiri. Ukisamehewa dhambi utasahau na story ya umaskini. Haleluya. Utasahau na kulala njaa. Kwa sababu maandiko inasema, Daudi alisema nilikuwa mtoto na sasa mimi ni mzee, sijawahi ona mwenye haki ameaswa wala uzao wake ukiomba mkate.
Kwa hiyo ukifanyika mwenye haki kwa imani, Mungu ameahidi kukulinda, ameahidi kukulisha, ameahidi kuasilia baraka zake za nje na za ndani katika maisha yako. Haleluya. Baada ya kuokolewa, kuna maisha baada ya kuokolewa. Na hii ndio inasumbua watu. Watu wanasikia watu wengi wanasemanga ni mimi nahubiri kusamehewa. Ni ukweli. Ni mimi nahubiri injili ya kusamehewa dhambi. Na sisemi ukisamehewa dhambi hata ukitenda nini umesamehewa, sihubiri hivyo. Hiyo ni watu wameongeza ya. Hakuna mtu aliyesamehewa dhambi anaweza kutenda dhambi. Kwa mfano, hebu kuja hapa na ukuje na vitu vyako. Nataka nikuonyeshe mfano. Simama hapa. Tuseme huyu ako na Biblia na ako na notebook, si ni sawa? Na ako na kalamu. Dhambi. Huyu mtu atatenda dhambi? Huyu mtu atatenda dhambi kweli? Tuko pamoja? Atatenda dhambi. Mbona atatenda dhambi? Kwa sababu ana dhambi. Yule anayetenda dhambi ni yule aliye na dhambi. Ukiona unandanganya, ukiona uko na tamaa, ukiona wewe ni mserati, wewe ni mlevi, wewe ni mwenye dhambi. Kwa sababu dhambi iko ndani. Na dhambi ndio inasaa mawazo mabaya, uasherati, wivu, uwaji, ukorofi, ila, kinchisho, matukano, upumbavu. Hayo yote yaliyo maovu kutoka ndani, nayo tia mtu unajisi. Haleluya. Mnanielewa? Matendo hayo yote yakiwa ndani yako, jua ya kwamba uko na dhambi. Lakini maandiko inasema namna gani? Yesu alisukua dhambi zetu. Alisukua. Na kama Yesu alisukua, ninayo dhambi. Niko na dhambi. Nitatenda dhambi. Nitatenda dhambi ikiwa wapi? Unaweza rudi. Okay, kwa mfano, wakati Adamu hakuwa ameasi Mungu, alikuwa anatenda dhambi. Wakati Adamu aliumbwa na kaweka katika bustani la Edeni, alikuwa mwenye dhambi. Alikuwa anajua dhambi ni nini. Alikuwa anatenda dhambi. Kwa sababu gani? Ana dhambi. Sasa Yesu alikuja akasukua dhambi. Akisukua dhambi, wewe unarudi kama bila Adamu alikuwa. Uwezi kutenda dhambi tena. Angalia Biblia, useme pastor anaongea bure. Angalia kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:9. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:9 inasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Ukiona unatenda dhambi, sasa jiulize umezaliwa na nani? Haleluya. Ukiona unatenda dhambi, inafaa ujiulize umezaliwa na nani? Juu maandiko imeweka kilia, wale wamezaliwa na Mungu hawatendi nini? Hawatendi dhambi. Kama unatenda dhambi, basi umezaliwa na nani? Atende dhambi ni Ibilisi. Kwa kuwa Ibilisi utenda dhambi kutoka mwanzo. Wale wamezaliwa na Mungu hawawezi kutenda dhambi, kwa sababu kizazi cha Mungu zakaa ndani yake. Sema amen. Uliza jirani yako, unatenda dhambi? Muulize, unatenda dhambi? Muulize, unadanganya? Unasemanga uongo? Haleluya. Maandiko iko clear. Yule aliyezaliwa na Mungu atendi nini? Atendi dhambi. Lakini kama unatenda dhambi kwa njia ya kusema mimi nimesamehewa, hata nikitenda sijui nani huyu aliyekusamehe. Juu Mungu akisamehe anaondoa dhambi, anakupea maisha mengine mapya. Anaua mwili wa dhambi, anafufua roho ya haki. Haleluya. Na ndio maandiko inakukanya katika kitabu cha Wagalatia 5:13. Inasema, ndugu zangu, uhuru mliopata usiwe sababu ya kufuata mwili. Ndugu zangu, uhuru mliopata usiwe sababu ya kufanya nini?
ya kufuata mwili. Haleluya. Umepata uhuru, umekombolewa kutokana na dhambi. Baada ya kukombolewa kutokana na dhambi, maandiko inasema namna gani? Uhuru uliopata usiwe sababu ya kufuata mwili. Haleluya. Jambo lingine nataka tuangalie kwa kina. Nataka ufungue Biblia yako, mtazamaji na hapa kanisani, ufungue Biblia yako, kitabu sa Injili ya Yohana. Injili ya Yohana, umefungua? Injili ya Yohana 15 mstari wa 2. Umefika hapo? Yohana 15 mstari wa 2. Ukianzia mstari wa kwanza inasema, mimi ni mzabibu nanyi ni matawi. Mzabibu ni nani? Mzabibu ni nani? Mzabibu ni Yesu Kristo. Mimi ni nani? Mimi ni matawi. Mstari wa 2 inasemaje? Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Ili tawi liko wapi? Ili tawi liko wapi? Ili tawi liko ndani, aliko nje liko ndani. Lakini mbona linaondolewa? Alisai. Na kila tawi ndani yangu ulisahalo ulisafisa. Inafaa uangalie, ujiulize, mimi sawa niko ndani ya Yesu, kama vile unavyosema hakuna hukumu ya adhabu juu walio katika Kristo wale wako ndani ya Yesu Kristo. Lakini ni sawa uko ndani. Je, unao mazao? Nataka uangalie vile Yesu mwenyewe alinena. Kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 16. Mathayo 5:16. Yesu alisema, nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Nini? Aliongea akasema, nyinyi ni nini? Nuru ya ulimwengu. Angalia kitabu cha Mathayo. Mathayo 5:16. Hivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, watasame matendo yenu mema, wamtukuse Baba yenu aliye mbinguni. Watu wanatazama imani ama watu wanatazama matendo? Wakati wanapotazama matendo yako, je, wanatukusa Mungu? Siku nyingine nilikutana na kijana moja, amelewa, anatembea hivi, pastor, habari yako? Nzuri. Pastor, mimi ni mwenye haki. Mimi ni mwenye haki. Ananitolea kitabu cha Warumi. Warumi 3:64. Wamehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Hata kama nimelewa, nimehesabiwa kwa mwenye haki. Na akanatoa Waebrania 10:17. Dhambi zao na wasiwasi takumbuka tena. Mungu aliniambia akumbuke tena. Huyu mtu ni mwenye haki? Huyu mtu ni mwenye haki? Mwingine akasikwa akiwa ameiba bonda, akawekwa ndani. Akiwa ndani akaanza kusema, hata kama nimeiba mimi ni mwenye haki. Ni mwenye haki? Haleluya. Haki inafundisha watu kuiba. Haki inafundisha watu kulewa. Ukiona mlevi na akisema yeye ni mwenye haki, huyo ni mwenye dhambi. Huyo ni mwenye dhambi. Ukiona msarati akikwambia amesamehewa, mwambie wewe ni mwenye dhambi. Moyo unatoa mawazo mabaya, uasherati, wivu, uwaji, ukorofi, ila, kinjiso, matukano. Hayo yote yaliyo maovu toka wapi? Ndani. Sasa kuna wale ambao hawana hiyo matendo, lakini kile hawana ni mazao. Hawana matendo mabaya, lakini hawana mazao. Yesu anasema, kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Baada ya wokovu, kama hauzai utaondolewa na mwisho wake utupwe motoni. Nini nafanya utupwe motoni? Ukupokea moyo wa Bwana wako. Ni sawa umesikia moyo wa Bwana wako, lakini uyapokea, uko ndani yake. Uko ndani ni kama tawi na mzabibu, lakini tawi hili halina mazao. Haleluya. Kuna mtu aliyepokea talanta 5, mwingine 2, mwingine 1. Yule aliyepokea 5 akafanyisha biashara akapata zingine 5. Yule aliyepokea talanta 2 akafanyisha biashara akapata zingine 2. Yule aliyepokea talanta 1 alienda akaifisha, alisimba ardhi
ardhi inawakilisha mwili wetu. Kulingana na kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hivyo ardhi inawakilisha mwanadamu. Huyu ni mtu aliyepokea injili, lakini ameipokea ndani ya mwili wake, haiyaingia ndani ya moyo wake. Haleluya. Baada ya kupokea, yeye anafuata mwili, na maandiko inasema wale wafuatao mwili hawawezi kupendeza Mungu. Leo nataka usikize vitabu kadhaa hapa. Haleluya. Kulingana na huyu mtu aliyepokea talanta, huyu talanta moja aliifisa chini. Wakati bwana wake alipokuja, alipeleka ile talanta. Alipopeleka ile talanta, bwana wake akamuuliza wapi faida yake? Akasema nilikujua wewe ni mngumu. Unataka kuvuna mahali hukupanda, unataka kukusanya mahali hukutawanya. Haleluya. yao na wataruhusiwa mpaka kuingia. Na ndio Yesu alisema haki yenu isiposindi haki ya Mafarisayo mtaingia kama katika ufalme wa mbinguni. Kuna kuingia na kurithi. Utaingia lakini hakuna kurithi. Kama utarithi utatupwa nje. Haleluya. Angalia Mathayo Luka 19 mstari wa 27. Luka 19 mstari wa 27, maandiko inasema wale adui zangu wasiotaka niwatawale waleteni mbele zangu muwasinje. Makosa yao watu ni nini? Makosa yao ni nini? Makosa ya hawa anaita adui zake. Walisini, waliua, walidanganya. Makosa yao ilikuwa gani? Kukataa kutawaliwa. Yesu akawaita adui. Adui ni yule unayemjua ama yule usiyemjua. Adui ni mtu aliyekuwa rafiki yako baadaye akageuka akawa nani? Adui. Ndio Yesu anawaita adui. Adui zangu wale hawakutaka niwatawale waleteni mbele zangu mfanye nini? Mkawasinje. Haleluya. Kwa hivyo kuna wengi ambao wamesajuana na Yesu, wamesaonja neno nzuri, wamefanyika wasirika wa roho, lakini Yesu hawatawali, wanajitawala. Yesu hawaongozi, wanajiongoza wao wenyewe. Siku ya mwisho Yesu atasema hawa adui zangu waleteni mbele zangu mkawasinje. Nataka tuangalie adui ni akina nani. Fungua Biblia yako tafadhali. Kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi 8. Warumi 8 mstari wa 7. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni wadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Nia ya mwili ni wadui juu ya Mungu. Nia ya mwili ni wadui juu ya nani? Haiwezi kutii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kwa hivyo wale watu wafuatao mwili fikiria mambo ya mwili, na wale watu wafuatao mwili wamekuwa adui wa Mungu. Haleluya. Wamekuwa adui wa nani? Na adui ndio Yesu anasema waleteni mbele zangu mkawasinje. Waleteni mbele zangu mkafanya nini? Mkawasinje. Angalia tena katika kitabu cha Yakobo. Yakobo 4:4. Kitabu cha Yakobo 4:4 inasema enyi wasinzi, hamjui kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia unjifanya adui wa Mungu. Hapa inaongea kuhusu urafiki wa dunia. Na Warumi inasema urafiki, inasema
uadui ni kufuata nia ya mwili. Wale wafuatao mwili wanajifanya adui wa nani? Wa Mungu. Sasa hapa kuna kuwa rafiki wa dunia, au wanajifanya kuwa adui wa nani? Wa Mungu. Na hao adui ndio Yesu anasema waleteni mbele zangu mkawasinje. Sema amen. Wapendwa, baada ya kuokolewa maisha ni tofauti. Au utaishi bila unataka, au utafanya bila unataka. Utaongozwa, utatawaliwa na Bwana wako anaitwa Yesu Kristo. Ukikataa utakuwa adui. Tuseme uoe mwanamke anayeenda na wanaume wengine, huyo mke ni wako. Utaishi na yeye au utaishi na yeye? Haleluya. Maadui wale hawataki kutawaliwa ni maadui mbele ya Yesu. Na Yesu amekuokoa, alikufa msalabani ili akutawale. Ili afanye nini? Ili akutawale. Si unjitawale, ni akutawale. Lakini kama utaki Yesu akutawale, utabaki ukiwa adui yake, na siku ya mwisho utasinjwa. Siku ya mwisho utafanya nini? Utasinjwa. Tuangalie kitabu cha mwisho tunapomaliza, Wakorintho. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6 mstari wake ni wa 9. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 9. Au amujui ya kuwa wadhalimu hawatarithi ufalme wa Mungu? Msindanganyike, waserati hawatarithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wasinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watukanao, wala walevi, wala watukanaji. Tarudia mstari wa 10. Wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mulikuwa watu wa namna hii, lakini mulioswa, lakini mulitakaswa, lakini mulihesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, katika roho wa Mungu wetu. Maandiko yameweka kilia. Ni akina nani hawatarithi ufalme wa mbinguni? Ni akina nani hawatarithi ufalme wa mbinguni? Msidanganyike. Wadhalimu hawatarithi ufalme wa mbinguni. Waserati, watamanio, wasinzi, watukanaji, watu wa tamaa hawatarithi ufalme wa mbinguni. Ukijisi mambo hayo katika moyo wako, hautarithi ufalme wa mbinguni. Na ndio maandiko inasema tulikuwa watu wa namna hii, lakini tulioswa, lakini tulitakazwa, lakini tulihesabiwa haki kwa jina la mwana wake Yesu Kristo. Tulikuwa watu wa namna hiyo. Kwa hivyo tuko hivyo saa hii. Uko hivyo. Ukisaokolewa maisha ni tofauti. Tulikuwa watu wa namna hiyo, tulikuwa watukanaji, tulikuwa watu waofu, lakini hatuko namna hiyo saa hii. Tumeoswa, tumetakazwa, tumehesabiwa haki. Baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioswa. Lakini mlifanya nini? Lakini mlioswa. Lakini mlifanya nini? Mlitakazwa. Lakini mlifanya nini? Mlihesabiwa haki. Maisha ni tofauti. Amen. Baada ya kupatana na Yesu na kabla ya kupatana na Yesu. Ukipatana na Yesu anabadilisha maisha yako. Lakini kama bado wewe ni msarati, umepatana na Yesu. Kuna msarati amepatana na Yesu. Wengine wanasema ni mwili inafanya. Maandiko inakataa. Mungu hajui kama uko na mwili. Mungu hajui kama uko na mwili. Hii ndio kitu watu hawaelewi. Ndio watu wanaishi maisha maovu wakisema ni mwili inafanya. Mungu hajui kama uko na mwili. Anajua mwili ulikufa. Warumi 8 mstari wa 10. Maandiko inasema namna gani? Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu wa dhambi umekufa, lakini roho yenu si hai kwa sababu ya haki. Kristo akiingia ndani yako, mwili wa dhambi umekufa. Sema amen.
Sema amen. Jambo lingine, Yesu akiingia katika maisha yako, anabadilisha maisha yako. Anafanya nini? Anabadilisha maisha yako, anakupea maisha mengine. Wagalatia 5:24 inasema wale walio wa Kristo Yesu wamesulubisha mwili pamoja na mawazo yake na tamaa zake. Wale walio wa Kristo Yesu, mwili uko hai ama umesulubiwa? Tamaa zimesulubiwa, mawazo mawe yamesulubiwa. Lakini ukiona uko na tamaa unafanya maovu, jifahamu vizuri ya kwamba wewe si wa Kristo. Wewe si wa nani? Si wa Kristo. Wagalatia sura ya 2:20. Maandiko inasema nalisulubiwa pamoja na Kristo, ni hai wala si mimi tena. Kristo yu hai ndani yangu. Uhai nilio nao sasa katika mwili wangu ninao katika imani ya mwana wa Mungu aliyenipenda akatoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa hivyo uhai nilio nao katika mwili nao katika imani ya mwana wa Mungu. Mwili wangu ulikufa lakini ni hai wala si mimi tena, Kristo ndiye anaishi. Haleluya. Alafu Mungu anaunganisha vitu vitatu kwa sababu mwili umesaa kufa sasa, mwili umesaa fufuliwa. Umepata mwili wako uko hai kwa sababu ya imani. Huo mwili ambao uko nao, uhai ulio nao katika mwili kwa njia ya imani, Mungu anajumulisha mwili, roho na nafsi. Na anasema kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:23. Anasema muoswe miili yenu, nafsi zenu na roho zenu muhifadhiwe mpaka kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Utakazo sehemu ngapi? 3: mwili, nafsi na roho. Lakini si useme mimi nitakaswa moyo lakini hii mambo yote unaona ni mwili. Hapana. Wokovu tunaweza kuona kwa jinsi ya mwili. Tutaanza kuona nje kulingana vile unaishi baada ya kuokolewa. Haleluya. Hiyo ndio maisha ambayo Mungu ametuandalia baada ya kuokolewa. Maisha matakatifu, maisha makamilifu. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, Mungu asindi kukubariki kwa vile umekuwa pamoja nasi kutoka asubuhi mpaka wazasa. Haujachoka kusikiza neno la Mungu na kuungana nasi katika kumsifu Mungu. Mungu asindi kukubariki na Mungu asindi kuwa pamoja na wewe hata unapoenda kusherekea sikukuu. Bwana asindi kukubariki na kutakia sikukuu na mwaka mpya wenye mafanikio. Na Mungu asindi kukuongoza uweze kuishi maisha ya imani na maisha ya rohoni, kwa sababu maandiko inasema kila tendo utakalolitenda pasipo imani hiyo ni dhambi. Kwa hivyo kama umeshaokolewa, kila jambo hata ukisherekea sikukuu, sherekea kwa imani, kwa sababu kila kitu utakachokifanya pasipo imani itakuwa dhambi. Kwa hivyo maandiko inatuonyesha yule ajuaye kutenda mema na asitende, hiyo ni dhambi kwake. Mambo yale yote unayojua ni mema, tenda. Kuna wale ambao hawana chakula, walise. Kuna wale ambao hawana kitu ya kukula, hata hawana matumaini ya kukula kitu chochote hiyo siku. Mpendwa, ungana na wao, walise. Angalia yule ambaye hana kitu, mpe kitu. Usikule peke yako, lisa wale hawana. Amen. Na hiyo ndio moyo Mungu alionao kwetu. Ndio Mungu aliona sisi tumepotea, tumeangamia, akatupenda na akatoa mwana wake na akakuja akafa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa hivyo pia wewe dhihirisha upendo huo kwa wale wengine. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ametulinda mwaka mzima. Hii ni Disemba. Tumemaliza mwaka. Tumebakisha siku chache tumalize mwaka. Tuweze kushukuru Mungu pamoja kwa vile ametupatia mwaka wa amani, ametupatia mwaka ambao ni wa mafanikio. Tusimame sote kwa pamoja, hata wale wanatusikiza, wale mtazamaji yule anatufuatilia katika Meru TV, ungana nasi, simama pamoja nasi, tuambie Bwana ni asante kwa sababu ya kumaliza mwaka salama. Umemaliza mwaka salama wewe ukiwa katika nyumba ya Bwana, au kuwa hospitali, au kuwa mgonjwa, Mungu amekupa neema. Kwa hivyo nataka tupate nafasi ya kumwambia Bwana ni asante. Hakuna Mungu kama wewe,
hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante. Inua mikono yako juu, sema asante, ewe Mungu wangu. Pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu. Twakuabudu maana niwe Bwana, twakuabudu, twakuabudu maana niwe Bwana, twakuabudu maana niwe Bwana. Nikuitapo, nikuitapo Bwana, unashuka kimbilio, kimbilio maana niwe Bwana. Inua mikono yako juu kimwabudu Bwana. Kimbilio maana niwe Bwana, kimbilio maana niwe Bwana. Nikuitapo, nikuitapo Bwana, unashuka, shuka sasa, shuka sasa maana niwe Bwana, shuka sasa, shuka sasa maana niwe Bwana, shuka sasa maana niwe Bwana. Nikuitapo, nikuitapo Bwana, unashuka. Ni wewe, ni wewe Bwana, 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 oh, ni wewe kimbilio mwema, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe unatujali, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, uinuliwe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ulitusamehe dhambi, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh, ni wewe, pokea sifa, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, haleluya Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe,
kuabudiwa, wewe ni Mungu Baba, unastahili sifa zote, wewe ni Mungu Baba, unastahili kuabudiwa, wewe ni Mungu Baba, unastahili kuinuliwa, wewe ni Mungu Baba, unastahili kuabudiwa, wewe ni Mungu Baba. Thank you Jesus. Tuna ibada moja ambayo nataka kuifanya. Nataka wasungaji wetu leo, nataka kuwaekelea mkono ni watenga kwa kazi ile Bwana amewaitia. Kwa hivyo wasimame hapa, wafike magoti, ni waombe, na wale wako nje tafadhali waingie washuhudie ibada hii. Hii ni nafasi ya wasungaji, wafanye haraka. Nataka kuwaekelea mkono leo, tuma kuifanya. Tusimame hapa, mfike magoti hapa. Hii ni banda ya wasungaji wetu. Hebu tusome kitabu kimoja hapa sa Timotheo, alafu tufanye ibada hiyo. Kitabu sa Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza, tafadhali usitoke nje. Wasirika mnafaa muwe karibu hapa mkishuhudia jambo hili, na pia mkiombea wasirika wenu, wasungaji wenu, ili Mungu asidi kuwaongoza. Tuangalie kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14. Usiase kuitumia karama ile iliyomo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Maandiko inasema usiase kutumia karama ile iliyomo ndani yako, uliopewa kwa unabii au kwa kuwekelewa mikono. Tuangalie kitabu cha Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 6. Kwa sababu hiyo na kuapisa uisosee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Uisosee karama iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru Baba wa milele. Wewe ni Mungu uliyeniita na ukanituma Bwana wa majeshi nitangaze ujumbe huu, na ujumbe huu Bwana wa majeshi nikaupanda ndani ya moyo wa ndugu huyu, na Bwana wa majeshi kafika mahali ukamsagua na ukaweka kipawa cha usungaji ndani yake. Bwana wa majeshi naweka mkono Bwana wa majeshi juu yake, kampe neema ya kusosea hizo kipawa, akahubiri injili, watu wengi wakapokee. Bwana wa majeshi kampe kibali mbele zako na mbele za wanadamu, mahali atakaposimama na kulinena neno lako, akapokelewe Bwana, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bwana wa majeshi, katika mlango uliofungua Bwana wa majeshi katika maisha yake kaufanikishe. Licha ya kuwa kuna wengi wanaopinga, lakini Bwana wa majeshi mfanikishe, akaimarishe huduma, akahubiri injili na moyo wako, asubiri na moyo wake na mawazo yake, mbali akahubiri na moyo wako. Bwana wa majeshi, moyo ulionipatia, roho ulionipatia, nimemgawia, akatoke na huo moyo na akahubiri injili kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, angalia ndugu huyu. Bwana wa majeshi, namkabidhi mikononi mwako. Neno lako limesema asiase kusosea karama iliyo ndani yake kwa kuwekewa mikono yangu. Bwana wa majeshi, leo nimeweka mikono juu yake. Hebu Bwana wa majeshi ukamuongoze, kamsaidie kusudia injili, kampe kibali mbele ya wanadamu, akapata kibali mbele zako, akapata kibali kwa wasomi na wasiosoma, matajiri na maskini, akahubiri injili kwa ujasiri, wengi wakapokea wokovu kupitia ujumbe ambao Bwana wa majeshi umeweka ndani ya moyo wake.
Asante Bwana. Bwana wa majeshi, nakabidhi huyu ndugu mikononi mwako. Umenena katika neno lako tusiase kuitumia karama iliyo ndani yetu kwa kuwekewa mikono. Naweka mkono Bwana wa majeshi juu ya ndugu huyu. Bwana wa majeshi, karama iliyo ndani yake akaisosee, kampe imani, kampe hekima, kampe ujuzi, kampe Bwana majeshi kibali kukubalika Bwana wa majeshi mbele yako na mbele ya wanadamu. Anaposhuhudia neno lako akapokelewe na wakuu na walio chini na walio juu, matajiri na maskini, wasiosoma na waliosoma, wakubwa kwa wadogo. Bwana wa majeshi, hiyo karama ikafanye kazi leo. Nimeweka mikono juu yake Bwana wa majeshi, nguvu yako na uwezo wako vikadhihirike katika maisha yake. Bwana wa majeshi, angalia ndugu huyu Bwana wa majeshi uliyemtuma. Bwana wa majeshi ulinena nami nikamtuma akahubiri injili. Kampe kibali kwa watu wote, akapata kibali mbele zako, akapata kibali mbele za wanadamu na mbele zako Bwana wa majeshi. Wakubwa kwa wadogo wakamsikize, matajiri na maskini wakamsikize, wasomi na wasiosoma wakamheshimu na wakamsikize Bwana. Uweza wako upitawa kila fahamu za binadamu ukapate kuwa juu yake Bwana. Nimeweka mikono yangu juu yake Bwana wa majeshi. Karama uliyoweka ndani yake asiase kwa kuichochea, akaisosee Bwana. Asitumie mawazo yake, akatumie neno lako. Asitumie misimamo yake, akatumie imani, ili Bwana wa majeshi ukazidi kumsaidia. Makanisa yale Baba umewapatia, kila kanisa hapa hebu ikazidi kuimarika, hebu ikazidi kukua. Kaongeze washirika wale wanaozidi kuokolewa, wale wanaozidi kuamini neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Makanisa yale yajengwa yakajengwe Bwana wa majeshi, kawatumie Bwana wa majeshi kuimarisha huduma hii ya Righteousness of God Ministry, ikaimarike. Hata wale ambao Bwana wa majeshi hawajafikia level ya kuwa wachungaji, mwaka ujao kawape neema wakaingie katika uchungaji, wakalete wengi Bwana wa majeshi katika sisi lako. Na Bwana wa majeshi, unapotenda hivyo, utukufu na sifa vitakurejea. Nimewaangavia roho yangu siku ya leo, roho ya kuhubiri injili, ya kusundia injili kwa kila kiumbe, ikatawale ndani ya mioyo yao Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Pokea sifa na pokea utukufu kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, sema amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Unaweza kusimama. Haleluya. Okay, kama kuna mtu wako nje, tafadhali ingia ndani, tunafunga ibada, tunataka kushukuru pamoja. Utafungiwa nje tu, funga hiyo mlango. Tushukuru. Baba mtakatifu, mkombozi wetu Yesu Kristo, tumeona miaka hii yote ukitulinda mpaka mwaka huu Baba, umetulinda salama. Kumekuwa na challenges nyingi kutoka 2020, corona ikakuja, biashara zikapotea, mambo yakawa yakazidi kuharibika, lakini sisi hatuyaona uharibifu wowote, hatuyaaibika. Umetuahidi katika kitabu cha Zaburi ya kwamba hata wakati wa ukame utatulisa. Tumeona ukitulisa, tumeona ukiwa pamoja nasi, tumeona ukitunywesha Bwana. Ndio tuna shukrani nyingi na sifa nyingi Bwana wa majeshi. Ambia Bwana ni asante kwa sababu ya kukulinda mwaka wote. Fungua kinywa zako wewe mwenyewe, mwambie ni asante. Mwambie ni asante, akupe neema ya kubuka mwaka mwingine, akupe neema ya kuishi miaka mingi, ukasundie neno lake kwa viumbe vingi. Ambia Bwana ni asante. Fungua kinywa zako. Yeye mwenyewe aliahidi akasema, yeye akusuilia mwanawe, atakosai kutukirimia vitu vyote pamoja naye. Mwaka huu tumeona akitukirimia vitu vyote pamoja naye. Na Bwana wa majeshi tunasema ni asante. Umetulisa, umetunywesa, umeinua biashara zetu, umeinua huduma yetu, umeinua familia zetu, umefariji maisha yetu. Bwana wa majeshi tunakushukuru. Baba wa milele tunakushukuru. Hatujasahau kuombea watoto ambao wamefanya mtihani. Bwana wa majeshi umewapa afya mpaka wakafanya mtihani salama. Watoto wetu wanasoma mbali, uliwaleta na wakafika salama. Tunasema ni asante Bwana. Bwana wa majeshi, mwaka huu tunasema ni asante kwa vile umetuonyesha matendo yako makuu na ya ajabu. Pokea sifa na upokee kuinuliwa Bwana. Umetulinda, umetuinua, umetubariki, ndio tunasema ni asante. Pokea sifa na upokee kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo tunaomba.
Sema amen. Sangilia Bwana kwa dakika moja. Sangilia tu, sangilia Bwana. Patia Bwana makofi, sangwe na vigelegele, sangwe na vigelegele, sangwe na vigelegele. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus. Asante Yesu. Sikuwa sile mbasa safungu la 10. Kila Mkristo aliyeokolewa na kusamehewa dhambi zake ni haki atoe fungu la 10. Keti chini, usitoke nje. Tunamaliza ibada na kutoa. Sikuwa mbasa ya kuweka fungu lako la 10. Anaweza kusema amemaliza mwaka salama. Nani anajua wimbo atuweke? Nani anajua wimbo? Hakuna. Nani anajua wimbo? Tuweke. Uondoke kwa kimbudi uje hapa. Nakuuliza we mama, nakuuliza we dada, nakuuliza we mama, nakuuliza we dada. Ni nani anaweza kusema amemaliza mwaka salama kwa nguvu zake yeye mwenyewe? Ni nani anaweza kusema amemaliza mwaka salama kwa nguvu zake yeye mwenyewe? Nakuuliza we mama, nakuuliza we dada, nakuuliza we mama, nakuuliza we dada. Ni nani anaweza kusema amemaliza mwaka salama kwa nguvu zake yeye mwenyewe? Hallelujah. Amen. Pigia Yesu makofi. Okay, tukitoa fungu letu la 10 na sadaka zetu, kuna wimbo tunaimba hapa. Tunaambia Toa Bwana. fungu lako la 10 na sadaka yako, kuna wimbo tunaimba. Tuambie Bwana. Mahali tumetoka tumeona mkono wako, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Tumetoka tumeona mkono wako, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Simama na miguu yako ukitoa fungu lako la 10. Tumetoka tumeona mkono wako, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Tumetoka tumeona mkono wako, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Mbali tumetoka tumeona mkono wako, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Mbali tumetoka tumeona mkono wako, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Mbali tumetoka tumeona mkono wako, ndiposa tunasema wewe ni Hatuyasema neema na chakula iko hapa, tafadhali usiende bila kula chakula. Mkono wako, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. 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 Hadi tumetoka tumeona mkono wako, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza. Wewe
sasa. Tunakushukuru Baba wa milele kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Tumeona wema wako na fadhili zako Bwana wa majeshi, ukiwa pamoja nasi kutoka asubuhi mpaka tumemaliza. Bwana, fanikisha hata Meru TV ambayo imekuwa pamoja nasi kupeperusha ujumbe huu moja kwa moja. Bwana wa majeshi, kawainue, kawabariki pia nasi ambao Bwana wa majeshi umetupa neema ya kusikiza tukiwa hapa kanisani, na wale wamesikiza wakiwa nyumbani, na pia mimi mtumishi wako umenipa neema ya kulinena neno lako kutoka asubuhi mpaka sasa. Nasema ni asante. Pokea sifa na upokee kuinuliwa ukiwa katika kiti chako cha enzi. Jina lako liinuliwe na jina lako litukuzwe, kwa sababu ya yote umeyatenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Pokea sifa na upokee kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Tuage mtazamaji wetu kwa makofi, shangwe na vigelegele. Akubariki. Amen. Kwa hivyo watu tuseme neema Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu uwe na sasa, leo hata milele. Mtoke hapo nje, kuna chakula kule, kila mtu kwao. Hallelujah.